Hii ni MTV1 online nayo kutangazia toka mashariki mwa Kongo DRC, Afrika Mashariki tena maziwa makuu. Leo ni tarehe 14 2025. Jina langu ni Abel Tsongo kutoka mjini Butembo, nitakayeshirikiana nawe mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Karibuni. Taarifa kuu inaanzia huko Lubero ambako wakazi wa vijiji vilivyoshuhudia mapigano makali kati ya serikali ya Kongo FARDC na M23 waomba makazi kujengwa na kupewa msaada kwa ajili ya ujenzi mpya. Kwa haraka wanahitaji msaada wa chakula kwanza na kuwajengea nyumba zao, kwa sababu hawana tena nyumba. Wengi kati yao nyumba zao zilikana kwa mabomu. Huko mkoani Ituri, wakazi na wananchi waomba jeshi kuweka ushirikiano uliothabiti. Ni lazima jeshi la Kongo waweze kuwa na uhusiano nzuri na raia, kwa sababu raia mara nyingi anapasha leta nguvu kwa jeshi, akiwapa habari mbalimbali kuhusu mambo yanapitika kwa eneo yao. Msikilizaji na mtazamaji wa MTV1 online mahali popote ulipo, ni hayo kwa siku ya leo. Asante kwa kuungana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Na sasa tuanzie huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika wilaya ya Lubero, mahali ambapo wakazi wa vijiji mbalimbali wilayani Lubero ikiwemo Kisumbiro, Ndoluma, Bikara, Luvango, Katondi waomba serikali kuu ya Kinshasa kuwasaidia wananchi ambao vitu vyao viliharibiwa na bomu na hata vitu vyao kupora wakati wa mapigano. Wakazi wengi kwa sasa wakiwa uhamishoni Lubero na Butembo wakihifadhi maisha yao. Mkazi huyu anasema hali ya kiutu inakatala mjini Lubero. Tukamata mjini ya Limbongo kwanza Matembe, tukaenda Bingi, tukaenda Balubango, hali inakatala. Mjini ya Limbongo manyumba yamcheka kwa mabombe, presque 60% ya manyumba ya Limbongo chabomoka. Aloro wanahitaji msaada kama imanikere wangalia. Kwa hiyo wakazi wanaishi katika wamehama ama bado kuna sehemu moja wakazi? Wakaaji wa mingi walikuwa waishahama, sasa wanaanza rudia moja moja mjini. Na wale ambao waisharudia mjini mtu tunafika mwake mshaka bomoka. Anakuwa ubije naishi nyumba ya mwingine, maisha kwa nyumba yake mwenyewe. Wananchi wanasemaje? Wanahitaji nini? Wananchi wanahitaji msaada kwa government. Wanahitaji na amani. Msaada kwanza ilikuwa wanapata ya wanakosa cha kukula kwa sababu walikuwa wamekimbia, waliacheka mashamba zao zamani. Mwingine hamuna kila kitu yoyote prema. Tukiangalia wananchi wa Lubero wengi ni wakulima na wafugaji. Je, mbuzi zao bado zipo? Mashamba yao yakoje na wanafikiria nini? Kwa mashamba hakuna tena cha kusema, na kwa ufugo hakuna tena, yote iko vile kabisa. Chakula zao zilikuliwa na watu ambao walikuwa wanapigana pale kwa siku nyingi. Aloro mashamba hakuna tena kila kitu yoyote. Kipi kinahitajika kwa haraka? Kwa haraka wanahitaji msaada wa chakula kwanza na kuwajengea nyumba zao, kwa sababu hawana tena nyumba. Wengi kati yao nyumba zao zilikana kwa mabombe, zikabomoka. Tukibaki Lubero, tuko katika vijiji vya Vuhoyo ambako shirika la kimsaada IFRO linaendelea na shughuli za kuwapa msaada wakazi waliotaabishwa na vita. Jean Paul Sen, mwandishi wetu, yuko Okirumba wilayani Lubero. Shirika lisilokuwa la kiserikali IFRO Hydrauliques Sans Frontières limeendelea na ugawaji wa vifaa vya usafi kwa wakazi wa eneo la Kamandi Jite pamoja na Buhoyo, ni maeneo ya mtaa wa afya wa Kaina kusini mwa mtaa wa Lubero. Shughuli hizo zilivyoanzilia tarehe 9 mwezi huu iliyopita ziliweza kuendelea siku ya Jumanne tarehe 13 mwezi Mei 2025 katika kijiji cha Buhoyo. Shirika hilo lilikuwa na haya ya kufasiria kuhusu shughuli hizo kama anavyoelezea hapa Basil Kikongo, mmoja ya mapromota wa usafi wa umma katika shirika hilo la IFRO. Katika mji wa Buhoyo leo tumefika kwa kufanya distribution ya kit wash ama vitu vya kusaidia kwa usafi ndani ya jamii. Ni vitu vyenye tunaleta sababu tumejenga source za maji safi ndani ya RD Sande ya Buhoyo. Kisha ile source kujengewa, itaomba sasa community apate vitu vya kusaidia kustoke ile maji, sababu tuna lengo ya kupiganisha magonjwa kutokana na maji machafu. Kati ya hivyo vitu venye tumepatia watu, tumepana bidon 2 za 20 litre, tumepana mbegeti moja ya 20 litre, tumepana so avec robinet ama lavabo, tumepana bar moja ya savo, pia tumepana
sak moya ambayo ilisaidia kufunga ile vitu. Kazi ambazo tunaendesha ndani ya projet ni kazi za kuhusu ujenzi wa maji, usafi na usafi wa mazingira. Kuhusu maji tumeshajenga source 9, kati ya hizo source 9, 4 ziko na reservoir ya tank na 5 ni source simple. Zote zimejengewa kule kunako valley. Vile tunajenga wese sababu tuko na objective. Vile tumefunza watu kuhusu usafi. Tumetia kamati mbalimbali ndani ya mwingine ambazo zinasaidia kufanya uhimizaji kuhusu mambo ya usafi ili tuweze kufikia ile lengo yetu ya kupunguza magonjwa ya kuhara. Kwa upande wake, Kasereka Tsongo Jean Baptiste, kiongozi wa kijiji cha Buhoyo, yeye pia aliweza kushukuru shirika la IFRO kwa shughuli kubwa ambazo wameweza kuzifanya katika eneo hizo, kwani kijiji hicho kilikuwa na uhaba wa maji safi. Watu wa IFRO tuliwapokea kabisa, tuliona kabisa walikuja katika mji, tulifurahi kabisa. Project zao zimetufurahisha sana si wakazi wa Buhoyo, kwani wametutengenezea vitu vya maana sana. Tulikuwa na tatizo ya maji ndani ya mji wa Buhoyo. Kwa sasa vitu viko safi kabisa, viko vizuri sana. Maji kabisa tunaanza kutumia vizuri. Watujengea mitoni na tena wanatuhimiza mafundisho mbalimbali. Mafundisho ya huku, mafundisho ya kutuhimiza kuhusu usafi, kuhusu maji, kuhusu mambo mengi sana kabisa. Yaani mambo ambayo tulikuwa hatujui tumeelewa sasa. Kitu ambao mimi napasha tena kuongeza kuhusu IFRO. IFRO ilishafanya kwanza vitu ya maana, ilishatupatia mafundisho. Ila sasa tunaomba tena izidi kutupatia hiyo mafundisho siku kwa siku ili mambo ambao wamesha kutuachia tuweze kukailinda, iweze kutusaidia katika maisha yetu yenyewe tunaishi ndani ya mji wetu wa Buhoyo. Nao wakazi wa kijiji cha Buhoyo walikuwa na kuelezea furaha yao kwenye mikrofoni ya radio yako, tuwasikilize. IFRO ishatufanyia mambo mengi. IFRO ishatujengea maji na vingine kadhaa. IFRO ishatujengea maji na vingine kadhaa. Wanafanya mambo mengi na tangu sasa wanafanya mambo mengi na kwa sasa wanaendelea kutenda na kwa sasa wanaendelea. Mimi ni Kambale Kasumba. Mimi nabeba bido na sabuni na mbegeti 2. Ishafanya mambo mingi, iko na jenga maji, sijue nini, iko na jenga na pia vyo. Iko na jenga maji, sijui iko nafanya nini. Ishafanya mambo mingi. Jua kwamba shughuli hizo za shirika la IFRO zinakuja kujibu kwa maslahi ya wakaaji ambao kale walikuwa wamekimbia vijiji hivyo na kuweza tena kurudia katika vijiji vyao hivyo baada ya hali ya usalama kuweza kuonekana kuwa shwari katika vijiji hivyo. Kirumba, Jean-Paul Sikiminywa, MTV1 Online. Tukitoka Lubero tunakwenda hadi Beni ambako wafanyakazi wa afya walalamikia hali ngumu ya kimaisha wanayopitia kwa sasa kutokana na machafuko ya ADF pamoja na vita vya M23. Mwandishi wetu Germain Asani Kiawere na ripoti zaidi kutoka Beni. Kizungumuza na MTV, Paluku Bairwaki Evariste, kiongozi wa muungano wa waganga katika mji mdogo wa Kasindi mpaka na Uganda, amesema hayo siku chache baada ya maazimisho ya siku kuu ya wafanyakazi wa afya inayosherekewa Mei 12 ya kila mwaka. Kwa sisi waganga inatuletea uchungu kwa sababu hatuna amani ya kutumika, kutunza wagonjwa, tunakuwa na woga kutumika. Kazi zetu ni haina mpaka, iko asubuhi, mchana, hata usiku, na tunashindwa kutumika ndani ya hali kama ya vita kama hii. Ndio kwa maana tunalilia serikali yetu ya Kongo tusaidie kumaliza vita katika Kongo nzima na zaidi sana katika province yetu ya Nord Kivu, ili kazi ya kiganga iko kazi ambayo itatumikwa ndani ya amani. Wafanyakazi wa afya nao wakisema vraiment tunateseka sana tena sana, na quelque soit gouvernement inaenda tu ovyo, tutaendelea kutunza bagonjwa bila hoga, na tunasi gouvernement vile itukumbuke juu hatutaweza kutunza bagonjwa na tuko njala. Sisi kama wanganga tunashughulikia wagonjwa, hata na hali ya dunia gizi kunatembea nchi yetu na katala, lakini lazima
wagonjwa tuwaponeshe, ila ijapokuwa hakuna kitu, lazima tuanze ponesha kwanza wagonjwa vingine nyuma. Leta haijali na wanganga, lakini wakati tunaona tuliprete serment, lazima tushirikia wagonjwa. Shirika la raia likiomba serikali kuhudumia waganga. Jadesi Vutapu ni wa shirika la raia katika mji mdogo wa Kasindi Lubiria. Tuko nataka vile wafikirie juu ya hawa waganga, kwa sababu leo kazi ya uganga imekuwa ngumu sana. Tumewapoteza waganga wengi ndani ya teritwari yetu ya Beni, ndani ya mji wa Goma, kwa sababu ya majambazi ambao wakishakosa la kufanya, nguvu zao wanaenda zimalizia juu ya waganga na wanaenda kinyume ya sheria ya kimataifa. Wakati wanapofika kwa hospital, kubeba waganga wengine porini, kuchinja wengine na kubaka wengine. Sasa iliomba wanabunge wetu gizi wanavyojifikiria wao na mishahara yao ikakosa kuonekana wanapiga kelele, wangeliweza vile kupiga kelele juu muganga aweze kupata pesa, kwa sababu kazi yake ni ngumu. Walao aujourd'hui wanajere vichaa ambao vinasababishwa, uchaa ambao unasababishwa na watu wetu kuuawa, wamama kuchinjwa, wengine kubakwa, nyumba zao kuungua, inaacha vichwa yote vinaharibika. Hii wale wote kwa sasa wako mikono wa waganga. Kuna wale ambao walibakwa, wale ambao walipigwa mabomu, waganga wanachezea katika vidonda vyao. Sasa unapofika kwenye mshahara, unakuta mshahara yake ni mdogo sana. Shughuli zetu ili kukutana na viongozi wa serikali hazikufaulu. Kumbuka kwamba wafanyakazi wa afya haswa wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wapitia hali ngumu ya maisha, wengine wakibebwa porini na watu wenye silaha wanaozaniwa kuwa ADF, kati yao wakibakwa na wengine kuuliwa kinyama, na vile kutolipwa marupurupu yao ya mshahara na serikali ya DRC. Jeremy Asani Kiawere, MTV Habari. Naam, ni ripoti yake mwandishi wetu Germain Asani Kiawere akiwa katika mji wa Beni. Katika mji wa Sake ulayani Masisi, ambako wakazi wameshindwa kuelekea mashambani kutokana na bomu zinazoonekana mashambani hasa kwa wakulima. Mkazi huyu ni Ismael Matungulu, yuko anazungumza nasi akiwa mjini Sake. Ya kwamba wao ni wazalendo, wanashutumia kwamba tena ni wanajeshi wa FARDC, ndipo inakuwa ni oga katika mji wa Sake kuona ngizi wanakamata wa vijana kusema kwamba huyu ni mzalendo, huyu ni FARDC. Na tukitoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunavuka mipaka hadi huko Kenya. Rais wa taifa la Finland Alexander Stubb ameanza rasmi ziara yake ya nchini Kenya, huko pamoja na mwenyeji wake Rais William Ruto wakijadili na kutia saini mkataba ya ushirikiano. Mwandishi wetu Dennis Chisaka kutoka Nairobi na habari hiyo. Katika ikulu ya Nairobi, Kenya imemkaribisha Rais Alexander Stubb, kiongozi wa kwanza wa taifa la Finland kuzuru nchini Kenya. Rais Alexander akiandamana na mkewe Susan Stubb alialikwa na Rais William Ruto na mama wa taifa Rachel Ruto kuadhimisha miaka 60 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Kenya na Finland. Kisha mizinga 21 ikalipuliwa na ukaguzi wa gwaride la heshima ukafuata kuashiria heshima na mahusiano ya kirafiki kati ya mataifa haya mawili. We agreed to share experiences and explore joint efforts to address health challenges and improve service delivery. Schools in Kenya are undergoing accountability mechanisms to make sure that whatever happened to those students, whoever was involved, are held to account. But on a positive note, the universities in Finland were kind enough to accommodate the students. Sekta nyingine muhimu zilizoangaziwa ni elimu, teknolojia, biashara na uwekezaji na uhifadhi wa misitu. Rais Ruto pia alitumia fursa hiyo kugusia tukio ambapo wanafunzi wa Kenya waliachwa wameduaa nchini Finland, akiahidi kuhakikisha kwamba waliohusika na njama hiyo wanawajibishwa. And I'm sure that countries which might be far away but still in the same time zone will have many opportunities to cooperate together. And I don't say this just as a diplomatic nicety. Finland is seeking close partners
and Kenya will certainly be one of them. Mikataba miwili muhimu ya maelewano pia ilitiwa saini ili kuongeza mashauriano ya kisiasa na kidiplomasia na utatuzi wa migogoro. Viongozi hao pia walizungumzia mabadiliko yanayochipuka duniani, wakisisitiza haja ya kushirikiana katika kukuza utawala wa demokrasia, kuunga mkono mashirika ya kijamii na kuhimiza uadilifu na amani licha ya mvutano wa kimataifa. Dennis Chisaka, MTV Online, Nairobi. Msikilizaji na mtazamaji wa MTV Online, ni hayo kwa siku ya leo. Kumbuka kwamba matangazo haya yanasikika kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter, pia Instagram. Na kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya Oster Malivika akiwa katika mji wa Goma, mimi ni Abel Tsongo kutoka Butembo. Endelea kushirikiana nasi katika matangazo yetu mbalimbali. Kwaheri.